Bana, ni kweli Diamond Platnumz anaongoza kuiba nyota za wasanii wenzake? Mimi nitakutajia sababu kwa nini nasema kwamba Diamond anaongoza kuiba nyota za wasanii wenzake. Tazama kwanza hapa clip akiwa studio na J Melody. Ndo ya mkeka penzi yalishikiki ninavyotetemesha, situfunge muziki nikonyeshe jinsi navyocheza. Nina mapost na mimi, mapost na mimi, nina mapost na mimi, mapost na mimi, nina mapost na mimi, mapost na mimi, nina mapost na mimi. Sasa baada ya J Melody kuimba na Diamond Platnumz, watu wakaanza kusema J Melody amepotea baada ya ngoma ile. Tunakumbuka kwamba J Melody alikuwa anaachia mawe, sio peke yangu, mbali na wewe. Kwa hiyo aliachia mawe ya kutosha, lakini baada ya kuimba tuna Diamond Platnumz basi amepotea kabisa. Na watu wakaanza kusema kwa nini amepotea baada ya ile clip ambayo wako studio kipindi J Melody anaimba, Diamond Platnumz alimshika kwenye kichwa J Melody. Sasa kumbe alivyomshika pale kwenye kichwa, kumbe Diamond alikuwa anaiba material ya J Melody ndani ya kichwa chake. Yaani hivyo ndio inavyosemekana kwamba Diamond Platnumz huwa kuna mbinu anazitumia. Sio tu mimi kusema hivyo, lakini tumsikilize hata Mwijaku leo kusema baada tu nyimbo ile kutoka leo kusema kwamba J Melody atapotea kwa sababu ameimba na Diamond Platnumz. Huyu hapa Mwijaku DC. Uhusiano wako wewe sasa hivi na J Melody yakoje? Kwa sababu J Melody alichukizwa sana na wewe kuweza kusema kwamba ameshuka kimuziki baada ya kufanya collab na Diamond Platnumz. Nikwambie kwanza ulifikiria nini kusema vile Mwijaku? Sawa, ndio unipe muda. J Melody ni kijana wangu, nimempokea THT, nimemchukua mikononi mwa Ruge. Mziki una fitna nyingi. Ulisikia Harmonize wakati anatoka uchafuni, kuna siku aliombwa mkono, alikwambia siri ya mkono ni nini? Kwa nini ukionekana unafanya vizuri anakuomba mkono na collab? Harmonize alisema airport pale, akanifuata akaniambia nipe mkono tushikane, lakini najua wazee walimwambia usitoe mkono, atachukua nyota yako. Hakufanya hivyo. Wewe nikuulize, usiwe mnafiki, J Melody katikati hapa kabla hajafanya collab na Mwambino alikuwa wa moto. Watoto wa kike tu wanaimba nyimbo zake tu, kweli wanaimba nyimbo zake, wanazinadi. Mimi J Melody nimekutana naye Mwanza, nimemfanyia promo bure, anakwenda kwenye show bure. DJ KG unakumbuka? Nashuka airport bure, nimefanya promo. Hawezi kupokewa kiudogo kwa sababu najua uwezo wake. Lakini ghafla nilimwambia kuna pahala umekosea, nyota yako imepungua. Na mimi hapa, mimi ni Mswahili. Kuibiana nyota kupo. Wewe ni mtoto mdogo, ujui hivyo vitu. Kuibiana nyota yani kupo. Nani mtoto mdogo? Bora sikuelewa. Wewe hapo. Mimi. Kuna vitu huwezi kuvijua. Unanichukuliaje? Mimi ni wa mkoani. Sasa mimi ni wa wapi? Kuchukuliana nyota kupo. Sasa nimeona kuna tofauti hapo. Kwa nini akifanya collab na mtu anamdampu? Nani mwingine amefanywa hivyo? Angalia historia, watoto walifanya na collab. Jux yuko wapi? Jux alikuwa wa moto. Jux ndio huyu hapa kwenye J Melody kuibiwa nyota na asili. Mimi nilishasema nyinyi mkaniona mimi mweu. Si nyinyi waandishi niliwaambieni. Si niliwaambieni? Mkasema Mwijaku unaropoka. Mimi nimewatangulia maisha. Nimewatangulia dunia. Na wajua walimwengu na vitu vyao. Na vijua vitu. Niliwaambieni Kushney hapa tayari nyota. Lakini wewe utakuwa unajiuliza kwa nini watu wanasema kwamba Diamond anaiba nyota za wasanii wenzake? Sio tu hiyo, kwa maana tunakumbuka kipindi ambacho Diamond ametoka kwenye game, aliwakuta wasanii wengine ambao tayari wapo ndani ya game na wanafanya poa na ni wasanii wakubwa sana. Hapa tumzungumzie msanii mmoja anaitwa Tundamani. Tumzungumzie Tundamani, maana Tundamani kipindi kile Diamond Platnumz anatoka, Tundamani alikuwa ni msanii mkubwa na watu wanamkubali kinoma. Sasa kuna kipindi Diamond Platnumz alipokutana na Tundamani alipokuwa studio, Diamond aliwahi kuiba viatu vya Tundamani na ikapelekea paka kukaa ugomvi mkubwa sana na Tundamani. Ikasemekana kwamba aliiba viatu kwa sababu alikuwa anaenda kuchukua nyota za Tundamani. Huyu hapa Tundamani, tumsikilize kwanza. Listen up. Alivichukua, alikuja nyumbani bwana Tunda kanituma, akachukua kaondoka. Wewe ulikuwa wapi? Msibani. Yani alikuzunguka. Sasa lakini wewe kipindi hicho ulikuwa wa moto. Labda dundo lilikuwa dundo fulani hivi la Hamza. Mwamba na hata mimi mwanzo nilifikiria hivyo.
Alisikia tu akipenda tu. Lakini baadaye alivyoona kapotea na yeye kabisa, kaona sema kwa nini una imani haba? Wanasema imani haba, yani sina imani yote. Naona nikakaa kimya. Miaka mingapi? 2011 mpaka sasa hizi. Miaka mingapi? Miaka 10 imepita, sijui chochote. Sasa na imani haba ningezungumza kitu. Kima nimekaa kimya. Na alafu nisema sitaki kuzungumza, ndio maana miaka 10 sijaizungumzia hilo swala. Sitaki kulizungumzia hilo swala. Kwa nitagomana na mashabiki zangu, nitagomana na watu wangu, nitagomana na watu ambao tofauti. Sitaki kuzungumzia mambo. Ya, kwa level alofikia Nasibu sitaki kuzungumza chochote kibaya kwa Nasibu. Mimi na Nasibu bwana tushaelezana muda mrefu sana. Na katika project zangu ambazo nafanya naona kabisa kwamba hawezi hata nikitunga ngoma zangu, yani natunga ngoma zangu ambazo hawezi kufiti hapa. Nasibu hawezi kufika kwa maana gani? Hawezi kufiti. Yani kwa sababu najua sana yani sijapanga kufanya na Nasibu project yoyote. Hiyo nimshirikishe au anishirikishe. Hata kwa siku zijazo. Sitegemea. Kwa nini? Sababu je, tu sisi leo ni maamuzi. Muone Tundamani yuko pale kwa Diamond. Unikuti. Sema mate chini. Tu. Ngoma yake yeye anataka kukushirikisha. Naenda kuimba na Harmonize. Hiyo ngoma yake naenda kuimba na Harmonize. Akikuuliza bana bei yako karibu vipi? Kaki. Lakini vita hiyo haikuwa tu kwamba kwa Diamond Platnumz na Tundamani kimya kimya, lakini watu wengi walikuwa wanaifahamu. Hata Chidi Benz ambaye blaza alikuwa ni blaza wao, yani wote Tundamani pamoja na Diamond Platnumz, wote blaza wao Chidi. Lakini Chidi pia ile story ambayo aliwahi kuletewa hii kesi kwamba Diamond Platnumz amechukua viatu vya Tundamani, na inasemekana amechukua viatu vya Diamond vya Tundamani ili akavifanyie ndumba. Yani afanyaje, akaloge achukue nyota ya Tundamani. Huyu hapa Chidi Benz pia alizungumza hili swala. Kwa taarifa yenu, Nasibu na bwana Tundamani ndo walikuwa na bifu kweli kabisa. Sijui sasa hivi. Sijui. Sasa kusema chochote. Muda mrefu sijadili na wasanii hao wakati. Sawa? Ila hao walikuwa na matatizo kabisa. Kwa hivyo hata Nasibu kuja kunifuata, mama amesema nikufuate hivi na hivi, mimi kama mnavyojua, mimi sikuwa naangalia next chochote. Twende studio. Tunda iko nalalamika, bwana sijui mimi nimeacha viatu vyangu, sijui yule yangu kuja ameniambia si viatu. Mwanzo yule bwana mimi. Kwa hiyo unasikia ile mwili mnatamani, mwili mnatamani, afu unasikia ile moyoni nalia, moyoni nalia. Kwanza tempo sawa. Ile mwili mnatamani ndende amjuagi tu. Tempo mwili mnatamani na moyoni nalia kitiki. 16 wameweka kati baba. Mimi sijui lolote, nacheza fair tu. Sijui. Kwa hiyo watu wawili ndio walikuwa na vita kweli kweli. Baadaye ikaja bwana mmoja yule kaanguka. Yule Tundamani. Sababu mtoto alikuwa na vita, Nasibu umeanguka. Kifupi. Umeelewa bwana? Hapo ndio tutakuja kugundua kweli Diamond anaongoza kuiba nyota za wasanii wenzake. Baada ya vuguvugu fulani zilikuwa zikiendelea kwamba Harmonize anataka kujitoa WCB Wasafi, basi mambo yakawa ni mengi sana. Diamond akamwambia hadi Harmonize, uwezi kutoboa kivyovyote vile, kama unabisha nipe mkono tushindane. Huyu hapa Harmonize, tangu mimi siwezi kurudi nyuma, yani siwezi eti mtu ananiambia bwana usiendelee kutoa nyimbo, haiwezekani. Sio, umeelewa? Akanijibuje? Huyu alikuwa na simu yake na record na audio anayo. Alinijibu hivi, mimi nikimpa mtu heshima yangu asiponirudishia naichukua kinguvu. Wewe unataka kushindana na mimi, uniwezi kiserikali, uniwezi kiela, uniwezi kiuchawi, nipe mkono tushindane. Sasa hapa ndo watu wengi wakaibua maswali mengi kwamba ni kweli Diamond Platnumz anaongoza kuiba nyota za wasanii wenzake. Na hii ukija kuangalia katika listi ambazo wasanii ambao wanalalamika kwamba wameibiwa nyota na Diamond Platnumz, na kweli ukitazama Tundamani sio msanii mkubwa mpaka leo hii. J Melody afanyi poa kama mwanzo, ila alibaki tu Konde, kwa sababu Konde aliambia kama unabisha nipe mkono tushindane, na ndio maana Konde akutoa mkono, na ndio maana mpaka leo hii tunamuona. Je, Diamond kwa nini anaendelea kuwa naiba nyota za wasanii wenzake? Hem, niandikia hapo kwenye comment. Wewe unaona ni nini au kwa nini Diamond Platnumz anaongoza kuiba nyota za wasanii wenzake?